Gazetini inasema just resign. That is the standard headline yetu ya leo pale. Gazeti ambayo nimeanza nayo. Na ukiangalia katika gazeti hii wamebadilisha rangi. Leo hii naona kwamba rangi wameka rangi nyeusi pale. Wakasema just resign. Huyo ni nani? Wanazungumzia Lang'ata. Kumbuka jana Lang'ata aliweza kustep down. Nasema lying low. Even as a Deputy Inspector General of Police, Eliud Lang'ata announced that he was stepping aside following pressure over the killing of Albert Ojwang after his name repeatedly came up in the matter. Public anger only intensified. Many now demand his resignation and prosecution, like others already in court. Kenyans remain steadfast in their push for justice. They see through the family tactics and diffusing outrage with symbolic gestures, stepping aside not only to be quietly reinstated later. Inasemekana jana kuna barua ambayo iliandikwa na tunasema DIG, manake Deputy Inspector General Eliud Lang'ata. Na katika barua hii Eliud Lang'ata aliweza kuweka wazi kwamba anapata muda, manake anasonga kando ili investigation, manake ana step aside ili investigation iendelee. Ikisha pale uamuzi ambao itatokea ndio itakuwa vile pale. So watu wengi wanaomba kwamba hapana, no stepping down. According to the Gazette La Standard inasema kwamba watu wamesema no baba, no stepping down. Wogo, yani toka. Na si kutoka tu, utoke na ufunguliwe mashtaka. Hiyo ndo inazungumziwa pale. Wanasema kwamba vile wale wengine wakina Mkwana wanafanyiwa pale, wanafunguliwa mashtaka, na kina OCS nawe pia toka uende ufunguliwe mashtaka, manake resign, kwa sababu hii kustep aside kesho tutasikia umepewa kazi as time goes by. Hiyo ni gazeti la The Standard. Nikisonga mbele gazeti la Daily Nation, naona mengi ni yale pale, lakini pale nasema how Lang'ata fell, end of the road. Deputy Inspector General of Police Eliud Lang'ata finally yielded. Hiyo ni repetition pale. Na pale by the way jana pia Mkwana aliweza kusemekana kwamba kuna madai aliyatoa na kusema kwamba sisi niliambiwa na OCS, ule OCS wa ile police Talam aliweza kuniambia na kutuambia kwamba tufanye hivi, tumpige ule jamaa na kuja, lakini ule jamaa tumpige tu, tusimnini pale. Lakini kibahati mbaya jamaa ndio hiyo. Lakini anasema kwamba phone call ilitoka kwa Lang'ata. That is according to what Mkwana gave to the where alipeana kwa polisi corporal pale. So kuna hii kesi inaendelea pale na ni mambo mengi pale. As time goes by kuna new development pale, na hiyo ni gazeti ya Daily Nation pale. Pale anasema it's Uhuru vs Gachagua in battle for Mount Kenya. Kumbuka kwamba kumekuwa na issue, kuna new chama mpya ya Rigathi Gachagua, kuna chama ile ya Uhuru Kenyatta ambayo imerudishwa Jubilee. Wanapigania, kila mtu anataka chama yake ndio iwe na wafuasi wangapi? Wafuasi wengi. Na imeleta issue. Kumbuka kwamba Rigathi alikuwa anasema kwamba yeyote ambaye atakuwa nje pale ataachwa na basi. So we are waiting to see what will happen between Jubilee and DP. To aje pale ile chama ya Rigathi Gachagua pale. Kwingineko bado gazeti la People's Daily na niambia bado ni story ya Lang'ata pale, lakini chini inasema shock for civil servant as state now introduce new degree requirement. So kama wewe ni mfanyakazi wa serikali, kuna mambo mapya yametendeka pale. So kuna new degree requirement ili uweze kupata kazi kwa serikali. Si kama vile ilikuwa rahisi certificate diploma yako, lakini sio, kuna standard zimeweza kuongezwa ili upate kazi kwa serikali. Sasa kupata kazi kwa serikali haitakuwa rahisi pale. Kule juu nasema coast emerge as the key battleground in 2027 poll. Watu wengi wanapigania hapa Mombasa. Hata jana nimeona Rigathi Gachagua wameletana June na nani na gavana wa Mombasa. Manake gavana wa Mombasa anasema kwamba Rigathi asianze kuleta issue na nani atakuwa one term. Hana nguvu ya kusema one term hapa Mombasa. So kuna issue nyingi pale ambapo zinaangaliwa pale. Gazeti la The Star inasema nini? Bado ni masuala ya Lang'ata. Inasema Lang'ata gives in to the pressure. Nyingine ni kwamba it will be mandatory for police station to have CCTV, says Murkomen. Katika gazeti la The Star
Inasemekana kwamba jana kumekuwa na mabadiliko ambapo waziri amezungumzia, waziri wa masuala ya ndani ama usalama, waziri Kipchumba Murkomen alizungumza na akasema kwamba sai kila police station itakuwa na CCTVs ambazo zitakuwa zinaangaliwa na zitakuwa zinakuwa check in kila wakati, na akasema kwamba itakuwa ni kila wakati itakuwa check in, na pia akazungumzia masuala mengi na mengi tutakuwa tunazungumzia, na wa kikosi cha wingu la sasa itakuwa nazungumzia zaidi. Kuna mengi aliyasema, mengi ameyazungumza, mengine tutayazungumzia hapo kesho na tutakuwa tunayasema zaidi pale. Gazeti la Taifa leo inasema bajeti ya mlo shuleni yapunguzwa. I love that topic, that title. Inasema kwamba chakula, jamani, ile pesa ya kupeleka ya kununua chakula pale shule yapunguza. Jamani, watu wa ribo, watu wa kurudi second term ya chakula, mutaona moto. Raundi inawapiga hasara na wakina Aaron. Nasikia nyinyi mlikuwa mnamkosi sahani 2. Sasa imepimwa. Jamani, msirudie, mtafanya wenzenyu wasile jamani. Mvumilie. Hiyo kidogo. Lakini jabari hapa ndo anafaa kuongeza bwana. Imetolewa from 4 billion to 3 billion. Hiyo ni kidogo jamani. Bilioni 1 imepunguzwa kwa chakula jamani. Ni mingi. Afadhali nilimaliza. Na vile hiyo ilikuwa inanitia moyo kuenda kusoma. Kindiki Kalonzo wamenyana. Baadaye ni story baada ya Kindiki kumkaribisha Kalonzo katika chama ile muungano Kenya Kwanza, manake serikalini, na kumwambia aachane na muungano ambao inasemekana ni muungano wa kikabila, muungano wa nini pale. Lakini Kalonzo alimwambia mimi siwezi ingia ndani ya serikali. Hii serikali yenyewe imeanguka, mimi niingie kufanya nini? Siingi na muache kutumia jina yangu. So wameanza vita mpaka ikabidi naibu wa rais Kithure Kindiki andike katika mtandao wake wa Facebook pale. Abnasir nishazungumzia Mponda Gachagua, Gavana Fokia Rigathi Gachagua kwa tamko lake kuwa atahakikisha kwamba anashindwa 2027. Hapo ndio hiyo pale. Vifo Israeli vyafika 24, Iran 224. Hii vita hata sitakai kuiongelea kwa sababu noma yake hii. Wasipendi kuyazungumzia sana kwa swala ya Iran na Israel, because sometimes when you talk about it people judge you in a different way. So lakini tunaomba kwamba Mungu awape amani pale bwana. Watu wanakufa, watu 224 na watu 24 bro. When we are talking about 224 people, hata mwili zao zikiingizwa hapa studio zitoshi. It's too many. Wewe jieke pale 224 people, by the way, si watu wachache, ni watu wengi zaidi sana. Watu 24 pia si watu wachache, ni watu wengi zaidi. Hiyo ni kama matatu 2 kama sijakosea. So painful. Jamani, let us bring peace. Na ni viongozi watu tu ambapo ni vitu ambazo niko sure wakiamua tu waamue wakalishane chini, wazungumzane na waelewane, mambo yatakuwa sawa. Lakini sasa mambo ya shamba sijui nini so questioning pale. Treasury bond to earn locally investors 851 billion. Treasury imesema sasa tutaanza kutafuta pesa hapa kwetu sasa. Ili tuweze kulipa deni na pia and so on pale. Domestic public debt surge imepanda from to 6.212 trillion, na hiyo ni masuala ya Business Daily. Na hapo ndo namalizia 001 magazetini, na hayo yamekuwa magazeti yetu. 001 magazeti.